Je, umewahi kujiuliza kwa nini unafanya kazi kwa bidii, unapata pesa, lakini kabla ya mwezi kuisha huna hata akiba na hujui pesa zako zimeenda wapi? Kuna siri ya kiroho inayotawala milango ya kiuchumi ya kila mwanamume na familia, siri inayofanya juhudi zako zionekane kama kujaza maji kwenye mfuko uliotoboka. Usipojua jinsi lango la kiroho la fedha linavyofanya kazi, utaendelea kufanya kazi kama mtumwa, huku wengine wakivuna matunda ya jasho lako. Watu wengi wa umri wako wanaamini kuwa tatizo la kifedha linatatuliwa kwa kuongeza tu masaa ya kazi au kutafuta mtaji mwingine. Lakini ukweli mchungu ni huu: unaweza kuwa na digrii 3, unaweza kuwa na biashara au kazi nzuri, lakini kama kuna madhabahu ya kiroho inayodai jasho lako, kila sarafu unayoipata itaingia kwenye mzunguko wa kulipia dharura, magonjwa na hasara zisizoeleweka. Je, ni kwa nini Biblia inasema katika kitabu cha Hagai sura ya 1 kuanzia mstari wa 6 kuwa watu wanapanda vingi lakini wanavuna vidogo, na wanaoweka akiba wanaweka kwenye mfuko uliotoboka? Kuanzia mfumo wa kiuchumi wa Mfalme Sulemani hadi kanuni za Mfalme Daudi, kuna mfumo wa kiroho unaoshikilia utajiri wa familia. Na leo nitakufunulia siri hii nzito ya madhabahu na jinsi ya kuifungua. Mwanamume ni kama kuhani na lango la kiuchumi. Fahamu hili. Hii ni spiritual legality of wealth. Mungu alipomweka mwanamume, alimpa nafasi 2 kuu. 1, kuwa mfalme au mtawala, na nafasi ya 2, mwanamume alipaswa kuwa kuhani au mwombezi na mlinzi wa madhabahu. Katika ulimwengu wa roho, mwanamume ndiye lango la kiuchumi la familia nzima. Nafasi ya kisheria ni kama lango la kiroho. Likiwa limefungwa au kuchafuliwa na maagano ya zamani au ya ukoo, damu yote inayopita kwenye familia hiyo inateseka kifedha. Pesa ni roho. Pesa haifuati tu bidii ya mwili, inafuata mamlaka ya kiroho. Na ndio maana kuna watu hawajasoma lakini wana madhabahu zinazovuta utajiri, huku waliosoma wakiwa watumwa wao. Biblia haijaficha siri za utajiri. Mungu alifanya maagano ya kiuchumi na watumishi wake waliotambua nguvu ya madhabahu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 13
Kuanzia 2, Ibrahimu hakuwa tu tajiri wa kiroho, alikuwa tajiri wa mifugo, fedha na dhahabu. Kila mahali alipofika, alisimamisha madhabahu kwanza kabla ya kufanya biashara. Yusufu akiwa Misri, Yusufu alitawala uchumi wa dunia nzima ya zamani kwa sababu alikuwa na ufunuo wa kiroho uliomwezesha kuona kile ambacho wachawi wa Farao hawakuweza kuona. Yesu hakufa tu ili uende mbinguni. Katika Wagalatia sura ya 3 kuanzia 13 hadi 14 inasema alifanyika laana ili baraka za Ibrahimu zitufikie. Kwa nini pesa zako zinavuja leo? The Modern Economic Covenant. Fahamu hili. Leo hii familia na vijana wengi wanakabiliwa na mifumo minne ya kiroho inayonyonya uchumi wao. Madhabahu ya umaskini ya ukoo, mahali ambapo babu au bibi walifanya maagano na miungu ili kupata ulinzi na kubadilishana kwa baraka za kizazi kinachofuata. Ya pili, sadaka za giza na riba za damu, kutumia njia zisizo halali au ushirikina kupata mtaji wa biashara, jambo lililoweka laana kwenye kila faida unayoipata. Jambo la tatu, kutambua kwamba unapoikana madhabahu ya Mungu, unajiondoa kwenye ulinzi wa kiroho wa mali zako. Kama umejitahidi kwa miaka mingi na bado uko pale pale, usilaumu uchumi wa nchi au bosi wako. Angalia madhabahu inayotawala jina lako na ukoo wako. Ukiacha somo hili lipite bila kuchukua hatua za kiroho, utaendelea kukimbizana na maisha huku ukizeeka bila maana. Watoto wako watarithi madeni, mfumo ule ule wa kuomba na mikosi ya kiuchumi ulioshindwa kuvunja leo. Mzunguko huu utaendelea hadi pale mwanamume mmoja atakaposimama na kusema imetosha. Habari njema ni kwamba Kristo alilipa gharama yote juu ya msalaba. Damu ya Yesu ni ya milele na ina nguvu ya kubomoa kila agano la umaskini na kufungua milango iliyofungwa. Unapobomoa madhabahu za giza na kusimamisha madhabahu ya Mungu katika maisha yako na katika biashara yako, haki yako ya kiroho inarudi. Unaweza kuwa Yusufu au Ibrahimu wa familia yako leo. Je, unahisi biashara yako, kazi yako au uchumi wa familia yako umeshikwa na minyororo ya kiroho? Unahitaji msaada wa kiroho na maombi ya kuvunja laana za umaskini na madhabahu za ukoo? Wasiliana nami sasa hivi kwa usaidizi na maombi ya kuvunja laana za ukoo na kufungua milango yako ya kiuchumi. Simama leo kama kiongozi wa kiroho, ukomboe familia yako. Na kama ujumbe huu umekufungua macho, basi usisahau kusubscribe na pia watumie wale ambao ungependa
waguswe jinsi ulivyoguswa, na pia bonyeza notification button ili kila ninapoweka ujumbe kama huu uweze kupata notification. Sasa basi, kama uko pale umenisikiliza na bado hujampokea Yesu kama mkombozi wa maisha yako, ningependa kukupa nafasi hii. Rudia nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Niko mbele zako. Nisamehe leo dhambi zangu na makosa. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Nimemkataa shetani na kazi zake zote. Nimekupokea Yesu uwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu kuanzia leo na hata milele. Sema amen and amen. Sasa tuonane tena wiki ijayo wakati kama huu. God bless you and shalom.